Karibu kwenye simulizi ya leo, ambayo ni kuhusu kitabu cha Bonde la Wafu. Kiliandikwa na Isa Nazril kutoka Kenya. Endapo utakuwa na endeni mkaokoe watu. Alimaliza na kila kikundi kilikimbilia usafiri wa ndege ili tuelekee mjini kwenye matokeo. Makubwa niliona yakianguka na sioni kitu kinachosababisha. Watu wanakimbia bila kujua wanakimbilia wapi. Teknoloji walokuwa wanatumia haikuwa imefika ulimwenguni kwa miaka yote hii. Mili ya watu ilitanda kote, wengi wameaga dunia. Je, huu ndio mwisho wetu? Nilijiuliza ila sikupata majibu. Mlio mkali wa meli za anga ulisikika na ilijitokeza kwa mawingu ikiwa kubwa kama kilomita 800, huku imezungukwa na meli za anga ndogo 9. Mlio ulokuwa hapo ulianza vita vipi bila mawasiliano? Mili ya maiti waliokufa kila mahali. Kwa mbele kulikuwa na bonde kubwa tulikuwa tukitumia kwa kulisha mifugo eneo hilo kabla ya uvamizi, na kwa sasa nyasi zote zimejaa damu ya mili ilokuwa hapo. Maadui viumbe hao kumbe walikuwa wanaleta mili hapo na kutupa. Tulijificha pembezoni mwa bonde hilo angalau tupumue kiasi, maana tulikuwa tunawindwa kama swara. Baada ya ndege zisizokuwa na rubani kuondoka karibu na bonde lile la wafu, tuliendelea na mwendo polepole. Kwa sasa ni dhahiri shahiri kuwa kila mmoja wetu amepoteza matumaini. Hakuna mawasiliano kabisa. Makabiliano baada ya kuanguka kwa ndege tulikuwa nazo na viumbe wale imefanya tukapoteza wanajeshi wetu 4. Kwa sasa tuko wanajeshi 7. Vyakula hakuna na silaha ziko karibu kumaliza risasi. Tuangalieni njia ya kupata silaha na vyakula, kwa maana tukimaliza tutajilinda vipi wakati hatuna silaha hata moja, wala tukiwa kwa njaa? Mkuu wetu wa kikosi alituambia. Tuliafikiana tutafute suluhu la silaha kwanza, ndio kitu kingine. Baada masaa mawili tulikuwa mjini, ingawa majengo yalikuwa yamebomoka na moshi, moto na mili ya wafu kila mahali. Tuliona duka la silaha na tulinyemelea kwa upole ili tusitoe sauti viumbe wale watuone. Kila mmoja wetu alibeba silaha zenye ungekuwa na uwezo kubeba na tukatoka. Kwa mbele tulifika kwenye duka la vyakula na kila mmoja wetu walichukua kila chakula tuwezavyo na kwenda. Kwa sasa jua halikuwa likiwaka bali limefunikwa na mawingu mazito. Tulisikia vishindo tukajipanga kupambana nao, ila walikuwa wanadamu wakikimbia.
Basi tuliwaita na kundi lote kuwaekea ulinzi hadi kufika kwenye ulindi wa handaki lililojengwa na serikali kujikinga na mavamizi ama majanga yoyote. Leo ni siku ya 6 sasa tukielekea upande wa kaskazini. Kuna mji mkubwa wa Pate. Hapo kulikuwa vigezo vya utalii kwa sifa zake za uzuri wa mji huo. Ulikuwa na fukwe nzuri na hoteli zilizopikwa vyakula vya kitamaduni, na watalii kutoka dunia kote huja Pate kwa sifa za mji huo. Tamaduni na historia ya mji huo zilifanya kila mtu kutamani kufika. Kwa upeo, meli zimeegeshwa na upepo mwanana kutoka bahari kuu ukipulizia kwa kila upande na kufanya mji huo kuwa na burudani za kila aina. Leo mji wa Pate tunakaribishwa na uvundo wa mili iliyooza imetapakaa kila upande mwa barabara. Tuko wanajeshi 7 tuliobaki kwenye kikosi chetu. Kweli niliona watu wakitaka usaidizi, ila kulikuwa na viumbe katikati yao. Basi mabiliano yalianza kufyatulina risasi. Na baada ya dakika 5 tulikuwa tumeokoa watu wale, japo wengi walikufa kwa makabiliano, ila tulikuwa na kikundi kikubwa na kuwarudisha kwa handaki. Makabiliano yalizidi, sio mchana wala usiku, watu walizidi kuletwa na kukaa hapo ndani. Leo ni siku ya 8 tukiwa kwa mtu mdogo karibu na handaki kubwa lenye limejaa watu. Ghafla ukimya ulitanda, sio panzi wala nzige, hata ndege nilozoea kuwaona wakirukaruka kwa anga walikimya ghafla kama masaa yamesimama. Mwanga mkali ulitokea kutoka angani na wimbi la sauti lilisikika lililoangusha watu na miti iliyokuwa karibu na eneo lile, na kwa haraka tulipanda juu kwenye kilima kiasi kuangalia eneo lililopigwa na wimbi lile. Tuliona ni lile handaki la serikali ndio limelipuliwa na kugeuza kila kitu jivu. Watu wote waliokuwa hapo hawakubaki hata mmoja. Ni ndege ndogo za viumbe wale zilizunguka eneo lile kuhakikisha hakuna mtu hata mmoja atabaki katika shambulizi hilo. Watu tulobaki tulivunjika mioyo na kujua huo ndio utakuwa mwisho wa mwanadamu, kwa juhudi zote tulotia wakati wa kuokoa watu. Kwa sasa tuko 7 tu na hatujui kama kuna wengine ama ndio tumebaki. Huu sio wakati wa kuomboleza, ni wakati wa kuendelea na safari ya kutafuta makao mengine, mkuu wetu alituambia. Tulivuka bonde kuu na kutokomea kwenye ukungu mzito. Kwa sasa ulikuwa umeanza kutapakaa kila sehemu. Miezi 2 iliyopita nilitembelea familia yangu nikiwa na bibi na watoto 2. Niliwapenda sana. Hivi ni wazima ama pia nao walikufa? Kwa kweli nilikuwa na mawazo. Kwa mbele tulisikia kuna watu wakitembea, na kuangalia vizuri, kumbe sio mtu bali ni swara. Tulikuwa na njaa, kwa maana kwa sasa hatukuwa na chakula chochote, japo risasi na zana zote za vita tulikuwa bado tuko sawa. Basi tulimshika swara na kufanya kambi pale na kuchoma nyama ya swara yule na kula. Tulikumbushana hadithi mbalimbali huku kila mtu akielezea machungu alokuwa nayo kwa moyo, mpaka tukachoka na kuweka hema. Kila mtu alikuwa na lake na kulala. Asubuhi iliyofuata kila mmoja alikuwa makini, kwa maana hakuna mtu alilala vizuri, sababu tunajua tunawindwa. Na baada ya kuchemsha maji ya moto kukunywa ili kuondoa baridi, tulitoka polepole na kuelekea upande wa kusini ili kuangalia kama kulikuwa na watu wowote. Kwa mbali mlimani tuliona moshi ukitokezea juu ubavuni mwa mlima. Tulielekea uko na kukuta kuna kundi la watu, japo sio wanajeshi ila wana silaha na kujilinda kivyao. Walitoka mjini na kujificha kwenye mlima huo. Hawakuwa wengi bali tulijiunga nao. Wakatupatia malazi na chakula kwa siku 3 kabla tangazo halijatokea. Siku ya 3 baada ya kukaa kimya muda mrefu, silaha tayari mkononi, tulisikia mlio wa ndege ikipeperusha makaratasi chini, na tulipata karatasi moja lililoandikwa kama kuna makao kwa wote watakao kubali kushirikiana na viumbe wale, na watakao kataa basi ni siku 4 zifuatazo watauliwa kwa silaha mpya, na hakuna kiumbe kitabaki hai tena kwa muda huo.
na watu wameungana makundi makundi, wanajisalimisha kwa viumbe hao. Tulipoteza matumaini na kukua kwa njia panda. Tuliongea na mkuu wetu na kuanza mwendo, ila nia yetu sio kujisalimisha, bali ni kuangalia kama kutakuwa na kundi litakalokabiliana na viumbe hao na tujiunge nao. Kwa bahati nzuri tulikutana na watu tofauti tofauti na tukapata fununu kuwa kuna kundi lilokuwa na nukilia silaha ya kuharibu kiwambo cha viumbe hao. Hatukungoja, tulijiunga na kuelekea kwa meli ya anga hiyo na kukabiliana nazo. Baada ya mapambano ya siku nzima tulifaulu kulipua meli ya anga hiyo na kuangusha vipande vipande. Ndani kulikuwa na maabara inayohifadhi mili ya watu kwa kuwabadilisha kwa viumbe hivyo. Usiku ule ilikuwa sherehe kwa ushindi kidogo ule, ila pia tulikuwa na nia kushinda vita kabisa. Kwa sasa viumbe wale, ngome yao kuu tumeibomoa na kukomboa, hivyo kilichobaki ni kuwawinda walokuwa wamebaki na kuwamaliza wote. Kundi letu linaanza kukua kubwa sasa na watu wengi wanakuja kujiunga na sisi. Jioni hiyo tulikuta mmoja kati ya viumbe akikuja huku ameshika bendera nyeupe na tulisimama tayari kushambulia, lakini sheria ya vita ni kusikiliza endapo kuna majadiliano yatakayoongelewa. Walifika na kukaa kwenye uwanja huku wameandamana na mtoto mdogo ambaye anaonekana kutulia. Watu tulisonga karibu kiasi ili kumsikiliza chenye atasema. Na aliangalia mtoto yule karibu na kuanza kuongea kwa sauti, "Kwanza poleni kwa kuwaingiza kwenye vita hivi, ila hamjajua tunapigania nini." Aliendelea, "Kwa majina naitwa Ra Anuki. Na nimetembea kwa galaksi zote ulimwenguni kutafuta kitu muhimu sana, na nilipoingia kwenye galaksi ya Ond nilipata fununu kwa Gaia ilikuwa na kitu hicho. Nataka sana." Alinyamaza kiasi na kuangalia kama watu watajibu. Mbwa wetu aliwasongelea na kuuliza, "Na ni kitu gani hicho?" Kila mtu akitaka kujua ni nini. Ra alitazama kila mtu na kwa sauti nzito iliyotoika kwenye mawingu, "Natafuta nafsi. Nyinyi watu wa ardhi mlitengenezwa na nafsi. Na hiyo ndiyo kitu nataka kutengeneza, watu wenye nafsi ambao hawatakufa milele na watakuwa wasiokufa. Hivyo nitafitulia mbali nyinyi nyote mliona kasoro na nianze kuumba wenye hautowahi kukufa milele, na nitawatengenezea sayari yenu, kwa maana hii mlio sasa Gaia itakuwa ya uvumbuzi. Kweni tayari, mjisalimishe wenyewe kwangu niwaue na niwatengeneze kwa ubora." Alimalizia huku watu wakinungunika kwa kuhofia watu wanataka kuuliwa. Aligeuka na kuondoke kwa kasi kupotea kwa ukungu uliokuwa umeanza kutanda. Tulijadiliana na kukataa kuuliwa ili tutengenezwe bila kasoro ya kufa ama kuumia wala kujeruhika. Swali ni je, ni kweli anachokiongea ama? Tulikaa na kiongozi wetu na kujadiliana kuamua kuingia vita tena, na walirudi tena kuuliza kama tunakubaliana nao ama vita viendelee na kutulia mbali binadamu wote. Tuliwaambia hatuko tayari na tutajilinda na silaha zetu zote mpaka dakika za mwisho, na wakasema leo tulale bila shida, ila kuanzia kesho kutwa asubuhi basi vita itarudi tena na kushambuliana. Tushambuliane mpaka mwenye atabaki ndiye ataandikisha historia upya. Tulienda kuchimba mashimo ya kujificha usiku wote na kuweka mitego kila mahali kujitayarisha kwa vita, na asubuhi siku ya 3 wiki ya 4 ndio leo asubuhi, nikielezea mwanzoni mwa hadithi venye asubuhi ile ikiwa imejaa na baridi, kukiwa hakuna matukio yoyote yametokea kwa leo. Ukimya ulizidi kutanda tena. Kwa mara nyingine sauti ya ndege bila rubani zikipita, na tulianza kuzilipua na mabomu bila kungojea. Zilianguka na kuwaka moto. Tulijiingiza pale chini kwenye mashimo tulochimba. Basi tulirusha mabomu tofauti kwa mbele yetu na kuchoma kila kitu kilokuwa hapo. Baada ya kutupa mabomu kwa dakika 10 hivi, tulitulia kungojea kama kuna chochote kitajitokeza kutoka kwenye upande wa viumbe hao.
Sauti kali ilitokea upande wa baharini. Kumbe kulikuwa na meli ya anga kama ile tuliolipua, na ilitua miale mikali na kufunika kwa umbali wa kilomita nyingi. Masaa yalisimama, nyakati zikaganda na utulivu ulitanda. Kila mtu aliganda na kushindwa na kufanya chochote. Mara meli ya anga ile ilisimama kwenye anga na kufunika kila mahali, tusione mawingu wala nyota. Giza lilitanda na kwa mgurumo kama ule wa kwanza mwenye kuumiza masikio ulisikika. Muda huu wote watu wameganda na wakati pia umesimama. Hakuna mtu ana uwezo wa kufanya chochote. Basi pale pale mwanga mkali ulitokezea juu. Kwa hiyo meli ya anga na watu wote pamoja na wanyama walipaa angani mpaka ndani ya ile meli ya anga. Nilishindwa na kujizuia, silaha zilianguka na kupaa angani moja moja hadi ndani ya meli ya anga ile. Ndani ukiingia tu, kuna kitu inakufunika na kukuingiza kwa jokofu, na usingizi mzito ukanijia. Miongo ilipita bila kujua kilichotokea. Sauti tofauti tofauti zilisikika. Nilijaribu kufungua macho ila mwangaza uliniumiza sana na kufunga tena. Kwa sasa nikafungua kwa upole na nilishangaa kuona naona vizuri kuliko nilivyokuwa zamani. Niko mwepesi kama unyoya. Sikuwa na mwili tena wa nyama bali ni mwanga mkali, na sio mimi tu bali kila mmoja wetu alikuwa hivyo. Watu walifurahia na kukumbatiana huku tukiwa juu ya anga bado. Ra alijitokeza na kwa sauti ya furaha na kujiamini, karibuni umma wangu. Ninyi ndio jaribio nililofaulu kwa miaka 2000 niliojaribu. Kila sayari nilijaribu kuumba ila nikashindwa. Kwa sasa ni ushindi mkubwa kwangu na Baraza la Shirikisho la Sayari wathamini chenye nimefanya na kunipa uongozi. Hakuna mtu aliongea chochote, tulimsikiliza tu. Akaendelea, nimetengeneza sayari na nikaipa jina Gaiara. Iko tayari kwa nyote mlioko, nanyi nimewapa uwezo wa kuendelea kuumba. Nendeni mjaze sayari na mtekeleze, miaka yote tutakuwa pamoja. Pumzikeni, hakuna magonjwa wala kifo bali ni kufurahia tu. Chochote utatamani utakipata. Alimalizia hotuba yake na kupotea kwenye galasi, huku mbele yetu ni sayari nzuri. Tukaeka nanga na kutoka kukanyaga nje. Shukrani kwa kusikiliza simulizi hii nzuri. Ukiwa na maoni ama wataka kitabu chako pia kinifikie, waweza comment nikupe utaratibu. Na Bonde la Wafu sehemu ya pili itafuata, jinsi waliishi vipi wakiwa sayari ya Gaiara. Ukitaka kujua, subscribe ili uwe wa kwanza kupata ujumbe nikipost. Wakati mwema.